Wathesalonike wa pili. Wa pili. Wa pili kama tuweza tukasoma kidogo ili Wathesalonike wa pili. Soma tu hamna shida. Wathesalonike wa pili. Wathesalonike wa pili 2:9. Ndio. Sema yeye ambaye kuja kwake ilikuwa Sogea mic kidogo. Sema yeye ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Ndio. Anasema ishara na ajabu za uongo na kwa madanganyo yote ya udhalimu wa hao wanaopotea, kwa sababu hawakuipokea ile kuipenda kweli wapate kuokolewa. Ndio. Unaona hata devil na yeye anafanya kazi ndani ya hekalu sana. Ndio. Sasa nitawezaje kujua kwamba Shetani anatenda kazi ndani ya makanisa? Okay. Lazima nitambue neno. Nisipojua neno la Mungu nitaamini kila kitu. Maandiko yanasema mjinga uamini kila kitu. Lakini mtu mwenye hekima na ufahamu ni anadadavua. Yaani anakaa chini anatambua. Kwa sababu nyakati ambazo tuzonazo nyakati za uharibifu sana yani. Na Shetani anakimbilia sehemu ambayo ni ya kweli na ina sehemu ambayo ni ya kweli ni kanisani. Kwa hiyo na yeye anafanya kazi ndani ya kanisa. Ndio. Humo. Ndio. Kwa hiyo na akiinua watumishi wake wa uongo. Maandiko yanasema kwamba nyakati za mwisho kutakuwa na manabii wa uongo. Umeona? Sasa mimi labda niulize tu swali moja kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akasimama mbele ya watu. Ndio. Akasema kwamba mimi ni mtumishi wa Shetani, nimetumwa na Shetani. Hayupo. Yoyote atakayesimama atasema Bwana Yesu asifiwe, nimetumwa na Mungu. Umeona? Sasa nitawezaje kumtambua huyu ni wa Mungu, huyu ni wa Shetani? Hapa ndipo kuna tatizo kubwa sana la watu. Okay. Yaani sio kwamba maigizo hayapo. Kwa sababu ukiniambia ishara, devil naye ana uwezo wa kufanya ishara. Ndio. Umeona? Anaweza kuponya. Ndio. Umeona? Kwa hiyo miujiza na mapepo mtu ikulipuka sio kipimo ya kwamba mahali hapo kuna nguvu ya Mungu. Hicho mimi nakataa. Okay. Ila kujifanya kupo na maigizo yapo. Okay. Umeona? Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu mimi mwenyewe ni shuhuda hicho kitu. Ndio. Umeona? Ndio. Ishona kabisa mtu anapangwa na mtumishi akimgusa tu, yani hata vile anaanguka. Makelele mengi. Anaanguka. Okay. Sasa mtu ambaye hajajengwa kwenye misingi ya neno hataamini tu kwamba Mungu yuko mahali hapa. Okay. Hataamini. Lakini ama mtu wanasema mwenye roho ya ng'ombe, roho ya ng'ombe. Ninapozungumzia roho ya ng'ombe ni roho ya kutafakari. Kwa sababu hata ng'ombe anapokula kuna muda akikaua anadavua kile chakula kile. Mabaya yanaingia, mabaya yanatoka, vizuri vinaingia. Umeona? Okay. Sawa. Ni katika huduma yako ya uinjilisti, ni ushuhuda gani ambao utokuja kusahau kabisa, ambao Mungu alikushangaza kwa namna ya tofauti katika kuhubiri na kuwafikia watu wale ambao wenye mateso sugu, waliofungwa na nguvu za giza? Ushuhuda gani ambao kila ukikaa ukiufikiria unasema kweli Mungu ni wa ajabu na ulifanya? Amina. Nitasema kama shuhuda 2. Ndio. Kwa ufupi. Okay. Kwa ufupi. Shuhuda ya kwanza ninakumbuka kuna siku moja nilikuwa nipo kwenye mfungo.
So nikawa nimeenda maeneo ya baharini Ndio. kutafakari tu, lakini katika hiyo sehemu nikutana na mwanadada, Ndio. na yeye nimeketi hapa naye kaka ameketi hapa. Ndio. Sasa rafiki yangu akawa amenipigia simu akasema, "Alo mtumishi, uko wapi?" Nikamwambia niko sehemu fulani. Yule mwanadada baada ya kusikia vile akasema, "Kumbe ni mtumishi." Nikasema, mimi ni mtumishi, nimeokoka, nampenda Yesu." Akasema, sasa mtumishi, mimi na shida bwana. Yaani mimi na shida, lakini inaamini hapa kwako utanisaidia. Ndio. Nikasema hapa ndio mahali pake, kwa sababu Yesu alikuja kwa ajili ya watu kama nyie. Okay. Umeona? Nikamwambia basi karibu. Akaniambia kwamba mimi bwana, nakumbuka niliweka njiti. Aliweka njiti hapa. Ndio. Na hiyo njiti ilikaa miaka 5. Na baada ya kutoa hiyo njiti sikuwahi kuona siku zangu, na wala sishiki mimba kabisa mtumishi. Lakini pia shida nyingine ilionayo, nikaenda kuomba sehemu hata kibarua, ninaomba nini mapenzi. Ndio. Nikamwambia ndio hivyo. Nikamwambia unamwamini Yesu? Akasema mimi namwamini Yesu, lakini mimi ni Muislamu. Ndio. Nikamwambia hakuna shida, Yesu anaweza. Kwa Yesu yote anawezekana. Okay. Mimi nikamchukua dada, tukaenda tu sehemu. Mimi sikumwambia sana, sijui nianze kukemea nifanyeje. Mimi nimwambia weka tu mkono kwenye tumbo lako. Ndio. Kuna maneno tu nitamka, nilisema kwa jina la Yesu mwana wa Adamu alizirishwa azivunje kazi za giza. Ndio. Za Ibilisi. Nami navunja kila kazi ya giza ndani yako. Ndio. Niomba tu hivyo tu, kwa sababu dada alikuwa ana imani na mimi nilikuwa ninajua kile ambacho unakifanya pale. Okay. Kwa baada kutoka pale, dada anipigia simu kesho, ameona siku zake. Lakini pia yupo kazi tena, anasema mtumishi, niko busy sana. Nikamwambia Mungu amefanya. Mungu amefanya. Yaani hadi leo nilikuwa nikimpigia, nipo kazi mtumishi, niko busy. Okay. Na ushuhuda wa pili? Ushuhuda wa pili ni binti tu na yeye ambaye alikuwa na yeye aone siku zake. Ndio. Alikuwa yani siku zake zikija ni anarazwa. Yaani kabisa ni anzidio ni anarazwa. Ndio. Lakini unakumbuka yeye nifanye maombi alikuwa Tanga. Mimi niko Dar es Salaam. Ulifanya naye kwa njia ya mawasiliano, simu? Sawa. Ya simu tu, kwa sababu nimefundishwa mamlaka ya neno. Ndio. Neno lina nguvu na li hai. Popote ukilituma linafiatuka. Mkono wa Mungu popote kila mahali. Sawa. Nakumbuka binti yule ilimwombea, alipona mpaka sasa hivi ni mzima kabisa wa afya. Mpaka huko kwao sasa hivi wanaheshimu sana. Jinsi hivi nilivyo wanakuheshimu sana. Ni kwa sababu ya ile kitu ambacho kipo ndani yangu. Okay. Sawa. Kwa neno la, kuna mtu sahi labda huenda anatamani sana kuwa kama wewe, na pia yuko mtu mwingine amefungwa, anatamani sana kupitia shuhuda yako, namna alivyokusikiliza. Una kitu gani cha kumwambia? Ninaamini wako vijana sahi, wengine wameshaharibikiwa, wengine ni wauni, wengine yani wameangukia katika maisha ambayo ni mabaya kiasi cha kwamba hata ukimuona unamuonea huruma. Wewe kama kijana na Mungu amekusaidia, umeokoka, sasa hivi unaishi vizuri na unajitegemea. Una kitu gani cha kumshauri kijana yule ambaye bado hajamwamini Mungu? Amen. Kwanza nipende kusema hivi, mimi huwa nina kanuni yangu, nasema no Jesus no life. Pasipo Yesu hakuna maisha. Okay. Yaani kama hujawa na Yesu bado hujaanza kuishi maisha. Umeona? Mimi nipende kusema kwamba lazima ufike sehemu, yani ukijana anenitazama afike sehemu akae chini mwenyewe kwanza ajitafakari. Kwa sababu gani ajitafakari? Ndani ya tafakari ndiko kuna mtu kujitambua ni nani. Okay. Ndipo kuna mtu kujijua amepungua wapi. Okay. Amepelea wapi, afanye nini. Kwa hiyo akikaa pale chini atatoka na jibu sahihi, atatoka na maamuzi sahihi. Umeona? Na atajua nini cha kufanya. Lakini pia maandiko yanasema kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati
20 anasema kwamba tazama, nimeweka mbele yako njia ya uzima na mauti, lakini Mungu anasema nakushauri pita kwenye njia ya uzima. Na maandiko anasema njia ya uzima ni Yesu Kristo. Kwa lazima amwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Yesu anaweza, anageuza. Mwanadamu anaweza akamkatia mtu tamaa kabisa, lakini Yesu hawezi akamkatia mtu tamaa hata siku na moja, kwa sababu huyu Yesu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, makahaba, yaani watu ambao wamekatiwa tamaa na jamii kabisa. Yesu ndio anataka watu kama hao. Kwa hiyo nipende tu kumwambia kijana kwamba yeye ni wasamani sana mbele za Mungu. Mbele za Mungu. Yaani mtu yote ni wasamani sana mbele za Mungu. Sawa. Na namna ya kukupata, wengine wanatamani kufika kanisani ulipokuwa unaposali, au mwingine anatamani apate huduma ya maombi, maana najua kuna huduma mbalimbali, kuwafikia wagonjwa, kutembea kwa vituo vya yatima, kufanya huduma, huenda labda wanatamani wafikiwe na hiyo huduma ulionayo. Na pia unaweza ukawaambia namba za simu na mitandao ya kijamii unayotumia. Karibu. Okay, kwanza mimi napatikana kwenye mitandao yote ya kijamii kama TikTok, Instagram, Facebook, ya mitandao kama mitatu napatikana. Facebook napatikana kwa jina la Mwinjilisti Yusuf Marco. Okay. Ukiandika pale peji zangu pale utanikuta pale, lakini TikTok jina ni hilo hilo, Yusuf Mwinjilisti Evangelist. Okay. Yuzo. Okay. Maana yake Yusufu. Ndio. Lakini pia Instagram inapatikana kwa jina hilo hilo, Yusufu. Lakini pia namba zangu za simu nizingazitaja. Taja tu wewe. Ni namba ya Airtel ambayo ni 0780638008. Okay. Nyingine? Ni hiyo tu moja. Sawa, irudie tena. 0780638008. Lakini ukitaka kunipata kiwepesi, ndio ni kanisani. Na kanisa aliko mbali sana. Ni kanisa ambalo patikana hapo Kawe, ndio karibu na mahakama ya Mwanzo. Ukifika pale kuna jengo kubwa sana jeupe limeandikwa Living Water. Kwa ukifika pale utanikuta. Okay. Lakini pia mitaani huwa nazunguka sana nikihubiri habari njema za Yesu. Kama Kawe wapi, yani nazunguka sana. Yeah. Okay, sawa. Mimi niseme tu Mungu akubariki sana, mtumishi wa Mungu, kwa neema na kibali ambacho Mungu amekupa kuweza kufika hapa. Asante sana. Kutokea Mwanza mpaka jijini Dar es Salaam, tumepata ushuhuda mzuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu Yusufu, namna akitueleza vile Mungu amemvusha katika mapito na majaribu aliyokumbana nayo mpaka kufikia hapa. Niseme tu nikushukuru sana wewe ndugu mtazamaji wa Stein TV kwa kuwa umeungana nasi kuanzia mwanzo mpaka wakati huu. Nikukaribisha tu muda na wakati mwingine tena, kesho tukutane hapa hapa. Ulikuwa nami mtangazaji wako Enoch Christopher Zakaria. Sina mengi ya kusema zaidi ya kutikia